mwanamke kulala chumbani kwako na mume wako kama gogo. Hutukusiki, hutoi kelele, hutoi miguno. Na nilishatahadhari kwamba mwanamume hupaswi kabisa kumuuliza maswali kama unasikiaje, ni hapa, nafanyaje. Sasa kama mwanamume hafai kumuuliza mwanamke maswali kama hayo, hivi atajuaje ile shughuli anayoifanya mkiwa bedini 6 kwa 6 pale anafurahia? Ama wewe unaivumbulwa unafurahia hicho kitendo? Kama hutotoa hiyo miguno, kama hutozungumza, unampatia mwenza. Yaani sasa hivi unajua jukumu la kukata kiuno ni la mwanamume. Sawa Kama ulikuwa hujui, jua. Lakini haimaanishi wewe mwanamke kwenye kitanda unalala kama gogo. Umejaliwa makalio. Hayo makalio na mapaja haimaanishi kwamba unapita njiani unawowoa wanaume wakutazame wafurahiki, hapana. Mwenyezi Mungu kakujalia na kila kiungo, na kila kiungo kina kazi yake. Sijui kama tunaelewana. Umejaliwa makalio. Hayo makalio na mapaja sio kwamba ni ya watu kukuangalia na kusema kwamba mashbebi kajaliwa, hapana. Yatumie unapokuwa faragha na mpenzi wako. Ishajulikana kwamba mwanamume hafai kumuuliza mwanamke hapo vipi, unasikiaje, napatia, hafai kabisa kukuuliza maneno hayo. Kwa hivyo the only way ya yeye kujua kwamba shughuli anayoifanya unaifurahia ni wewe kwa kutumia sauti, miguno, tanakali za sauti. Kwamba yes baby, napenda unavyonivumbula. Hapo hapo baby, ongeza, punguza, taratibu, yani hizo zinaongeza ile ashki ya kuvumbulana. Lakini sio wewe unalala kama gogo. Mwanamke akiingia, mwanamume wako akikuingilia kwenye kipochi manyoya kiko baridi, sio ya wewe huna uwezo wa kuifinyia kwa ndani. Akikuingilia mwanamume wako anapata kipochi manyoya kiko baridi, kwanza kimetanuka, nyele zimejaa, hakina mnato, hakibani. Wewe unatarajia nini? Alafu hivyo vyote bado amekazana kukufikisha kileleni, basi hata kumwambia kwamba ni hapo baby, yes. Zile tanakali za sauti zinaonyesha kwamba lile jambo analolifanya mwanamume wako ama mume wako wewe unalifurahia. Sio kwamba umelala ni gogo, halijulikani ni gogo, halijulikani ni hata maiti, astaghfirullah, anaji kidogo amekazana pale, ukimvisha ile sanda ina kama alipake. Wewe umejilaza kama gogo, haipendezi. Ni usungo mkubwa sana kwa mwanamke kutotoa tanakali za sauti, kutotoa miguno wakati wa kuvumbulana. Umenielewa? Na umuhimu wa makalio ni pale unapovumbulwa na mpenzi wako. Hayo makalio yako ambayo ni makubwa, wenyewe wanasema ni nyash, wengine wanaita wowowo, wengine wanaita choo, vile utakavyoliita. Basi kama umejaliwa, sawa kama umejaliwa pale wakati wa kuvumbulana, mwanamume anapoingia kwenye kipochi manyoya chako, yale makalio ni ya kufanya, yani kupatiana direction, makalio pamoja na mapaja, kwamba mimi sasa hivi nataka uume wa mume wangu uende upande wa kushoto. Yani kama gea vile. Sema hapa hii gea hutumii mikono lakini unatumia makalio. Unapeleka kushoto, ukitaka ije kulia, ukitaka ije upande, isimame katikati, ni wewe na matumizi ya makalio pamoja na mapaja. Usione Mwenyezi Mungu kakujalia makalio hayo, yana matumizi yake. Matumizi yake literally ni unapokuwa kwenye 6 kwa 6 bedini na mpenzi wako. Kwa hivyo jamani, chonde. Nimepata malalamishi mingi sana
kwamba mimi mke wangu nikimvumbula sijui anafurahia ama hafurahii. Na ulishasema kwamba mwanamume hafai kumuuliza mwanamke, je, anasikia uraha? Hapo ni matamu, nimepatia. Msifanye wenzenu watumwa wa mapenzi. Unasikia raha, jiachie mtoto wa kike. Na unapokuwa faragha, naomba na nakusihi, jiachie mtoto wa kike. Kama ni unyende unataka kupiga, piga kelele. Kama ni kuzungumza, zungumza. Kama ni kukunyata mashiti, kunyata mashiti. Kama ni kufyafatika, fafatika mtoto wa kike. Kama ni mboni kupotea, acha ipotee, kwa sababu wewe unaelekea kwenye mbingu ya 9. Inaruhusiwa kukunja sura ambayo mume wako ama mwanamume wako hajawahi kuuona. Inaruhusiwa. Usione haya ukajifungia mtoto wa kike. Unataka kukojozwa lakini unaogopa nini? Wengine wanalaumu waume zao kwamba hawawafikishi kileleni, kumbe jukumu la kufika kileleni ni lako wewe mwanamke. Kwamba akili yako, utulivu wako, nafsi yako inahitajika iwe pale katika kile kitanda. Ufurahie ile shughuli inayofanyika. Kwa sababu mimi na wewe katika kupeana raha ni mchezo, ni game. Kama vile mpira tu. Kuna full back, sijui kuna wing, kuna left back, yoyote yule unaimjua. Kila mtu ana role yake ya kucheza. Ndio maana kuvumbulana kunaitwa ni game ama mchezo. Ni wewe nipigie pasi na mimi nikupe pasi, tufunge mabao. Sasa kama wewe unamuacha mwenzako peke yake, kila akipata mpira akikutumia, akikusukumia, wewe unautoa nje, mabao mtafunga vipi? Uko kwenye kiwanja pale, badili ufikirie ule mpira mtakavoucheza. Badili ulete ushirikiano wako 100% pale kwenye kitanda. Wewe unafikiria nikitoka hapa hivi huyu mwanamume atanipa hii pesa? Nikitoka hapa aliniahidi atanifanyia hivi na hivi, atanifanyia. Huwezi kufika kileleni, Sheikh. Huwezi. Wewe unafanya masiara. Kufika kileleni ni jukumu la wewe mwanamke. Alafu mwisho wa siku kwenye ndoa inasemekana kwamba ni 75% ya wanawake ambao wapo kwenye ndoa hawajawahi kabisa kufika kileleni, wala hawajui njia ya kufika kileleni. Kwa sababu nini? Akili yao, nafsi yao haipo pale. Kwa hivyo wewe utashinda kumlaumu mwanamume wako ama mume wako, lakini jukumu unalo wewe mwenyewe. Kwa hivyo tafadhali, tena tafadhali sana, unapokuwa chumbani fanya umuhimu wa kutumia miguno na tanakali za sauti. Na ukisikia mkojo, jiachie. Kojoa kitandani. Utajua baadaye ni mikojo ama utajua ni ile maji unayotolewa wakati wa kufika kileleni. Utajua hapo baadaye. Lakini sio wewe unasikia kukojoa unajibana bana. Jiachie mtoto wa kike.